Mambo vipi? Mimi natumai uko poa kweli kweli. Karibu sana ndani ya Baraza, kipindi ambacho kitakudadavulia wachezaji pamoja na makocha. Kubwa zaidi tutaangaza wachezaji, nafasi zao, makocha, nafasi zao katika timu mbalimbali. Kubwa zaidi tukiangaza ligi kuu Tanzania bara. Hapo usiondoke. Lakini kubwa zaidi leo tutamwangalia Pedro Goncalves, nafasi yake ya ukocha kutoka alipotoka mpaka sasa alipo Yanga. Ameshinda mechi ngapi na nafasi yake ikoje mpaka sasa? Lakini kubwa zaidi, mimi naitwa Yahi Abdallah. Hapa sitakuwa peke yangu ndani ya Baraza, nitakuwa na mwenzangu Amrani Chamani. Vipi ndugu yangu? Mimi natumai uko poa kweli kweli. Nikukaribishe kwa nafasi kubwa kweli kweli kuianza Baraza ndani ya kipindi hichi. Asante sana. Ndani ya Baraza kwa mara ya kwanza tunamchambua Pedro Goncalves na nafasi yake toka alipo mpaka sasa katika klabu ya Yanga. Ligi kuu Tanzania bara amecheza mechi ngapi? Amefanikiwa vipi? Hilo unaweza kuzungumza. Kwanza naweza nikasema kwamba Pedro Goncalves ndani ya Yanga ni kama masia ama mkombozi ambaye Yanga walimchukua kama mkombozi baada ya kuwa mwalimu ambaye alikuwa naye wakati msimu unaanza, Romain Folz, alipata changamoto ya kutokubalika na wanayanga wengi, lakini pia aina yake ya uchezaji ni kocha ambaye alikuwa anacheza anapata matokeo, lakini wanayanga wengi wanabaki na mashaka juu yake. Kwa hiyo wakati Pedro anafika Yanga, alitokea nchi ambayo kwanza alikuwa amefundisha katika ngazi ya vilabu, lakini sio kwa level hiyo kubwa tofauti na timu za taifa jinsi alivyozifundisha. Utakumbuka alikuja Afrika mwaka 2015 kupitia Premier de Agosto kwa ajili ya project za vijana wale under 17 pamoja na under 20. 2015 alikaa mpaka 2017 national team ya chama cha soka cha Angola kikamwamini na kumpatia nafasi ya kufundisha vijana soka la vijana la pale Angola kwa maana under 17 pamoja na under 20. Mwaka 2017 akafanikiwa kucheza ile AFCON under 17 na kumaliza tu nusu finali ambayo ilimpa nafasi ya tiketi ya moja kwa moja kucheza World Cup ambayo ilifanyika Brazil mwaka 2019. Kwa hiyo wakati huo ambayo ilifanyika wakati baada ya kuwa amefuzu kucheza World Cup 2019 akiwa na under 17, national team ikampenda ya Angola na kumpatia nafasi kwa maana Negras Palancas wakaamua kumpa nafasi ya kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Angola. 2023 akawapa nafasi ya kuwafikisha hatua ya robo finali ya AFCON kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2010 ambapo walikuwa wenyeji wakati huo walipofika hatua robo finali. Kwa wakati anakuja Yanga alikuwa na uzoefu mkubwa zaidi kwenye national team, lakini pia akiwa na uzoefu kiasi kwenye vilabu. Na alikuja Yanga kama mkombozi ili kuwasaidia baada ya Romain Folz kuwa amefanyaje? Amemess up. Kwa hiyo Pedro Goncalves kwa muda ambao amefika Yanga hakuwa na pre-season, hakuwa na muda wa kujiandaa, na michezo ambayo amecheza mpaka sasa hivi almost michezo 13 akiwa amefunga magoli 28 na clean sheets 11, sio kitu kidogo, sababu imagine unaikuta timu ambayo ilikuwa pre-season yake ya mashaka imeanza msimu kwa kusuasua, alafu nafika unaweka performance ya namna hiyo, of course ni kitu kikubwa sana. Licha ya hii michezo mitano hivi karibuni ambayo amecheza akiwa amesare michezo mitatu na kushinda michezo miwili pekee. Alishinda mchezo dhidi ya Tanzania Prison 1-0, akashinda dhidi ya Singida Black Stars kwenye mwezi huu wa March, lakini akapata sare dhidi ya Simba, dhidi ya Azam FC na dhidi ya TR United. Lakini kabla michezo hii mitano iliyochezwa, michezo 6 iliyokuwa imepita, Yanga walikuwa wamefunga magoli 18 katika michezo 6, kwa maana wasa na goli 3 kwa kila mchezo. Kwa hiyo ilikuwa ni performance moja nzuri sana, super performance. Lakini recently unaona Yanga wanasumbuliwa na majeraha ndani ya kikosi chao, ambacho ni lazima kimuumize kichwa mwalimu yote yule ambaye anakuwa ana timu yake, ametaja wachezaji wake wote ndani ya kikosi, haihitaji kumkosa mtu yote. Angalia aina ya wachezaji ambao anawakosa mwalimu: Dickson Job, Ibrahim Baka, wachezaji ambao misimu nenda rudi, mechi nenda rudi, wanakuwa wanacheza wao katika ile safu ya ulinzi ya Young Africans. Kwa kukosekana kwa Dickson Job pamoja na Ibrahim Baka ni changamoto moja ambayo inampata mwalimu. Lakini tukizungumza sasa hivi ana majeraha 8 katika kikosi chake. Imagine wachezaji 8 katika kikosi, of course wameumia. Lazima ikuumize na lazima ikutikise kwa namna moja ama nyingine kama mwalimu. Hebu tuangaze Pedro Goncalves na ushindani wa ligi uliopo mpaka sasa. Hebu tukimwangalia Steve Becker, kuna alama alimwacha, lakini mpaka sasa ameweza kumfikia. Forai Benge pia yuko mbioni kwenye kuzisaka alama. Gepu kubwa lilikuwepo na limeweza kufikiwa.
Pedro sio mbaya hasa, ameweza kuchukua kombe la Mapinduzi, na kombe lililokuwepo ni NBC Premier League na FA. Hiyo ikoje mpaka sasa ushindani, na wakiangalia wachezaji wengi wana injury, hiyo inaleta tafsiri gani hasa? Kwanza hapo ni kukosea kidogo, umesema kufikiwa, bado hajafikiwa Romain Folz, na gap wala sio alama moja. Ya gap ambayo lipo kwenye ligi mpaka sasa litategemea pia michezo ya wale wengine watakaocheza na matokeo yao. Sababu ukiangalia mpaka sasa hivi michezo ambayo amecheza, alama ambazo amezikusanya Young Africans haziwezi kufikiwa na klabu yote mpaka sasa hivi, kwa sababu atakuwa juu ya alama moja hata kama timu zote zitashinda michezo yake. Kwa hiyo hii tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba bado ni mshindani, bado nafasi anayo licha ya majeraha ambayo unayaona ndani ya kikosi cha Yanga, lakini sioni kama ni sababu ya yeye kukosa ubingwa, ama ita sound kwa watu kwamba huyu jamaa alikosa ubingwa kwa sababu tu ya watu ambao walikuwa na majeraha ndani ya kikosi. Kwa sababu ukiangalia quality ya Young Africans na quality za timu nyingine, tunazungumza mchezaji ambaye mchezaji ambaye anakuwa mbadala wa timu ya Young Africans ndani ya timu yote ligi kuu ya Tanzania, anaweza akaanza ndani ya kikosi. Kwa maana yake nini? Maana yake ni kwamba kikosi cha kushindana bado nacho licha wachezaji wake wengi kuwa na majeraha. Unajua, mimi nikimtizama Pedro Goncalves na mtangulizi wake Romain Folz na nikitizama malengo ya Young Africans, hapo ndo nakuwa napata taswira ya nini ambacho Yanga wanakitaka. Sababu Yanga wanaamini hawatakiwi kudondosha alama yoyote unapokuwa unacheza. Ukitizama msimu uliopita Young Africans michezo 30 yote ya ligi kuu ya NBC walidondosha alama 8 peke yake. Maana katika alama 90 walivuna alama 82. Lakini msimu huu tunapozungumza tayari alama 8 hizo ambazo walizidondosha msimu uliopita katika michezo 30, msimu huu ndani ya michezo 15 tayari wamepata alama hizo 8. Hiyo ni taswira moja ya upande wa klabu, kwa maana vision ya klabu, wao wanataka nini. Lakini kwa upande wa mwalimu Pedro Goncalves, yeye alichokifanya naona kama ni mafanikio kwake. Sababu hii michezo ambayo amecheza yeye, michezo almost 13, na matokeo ambayo ameyapata, maana yake ni matokeo mazuri kwa mwalimu yote yule ambaye anaingia kwenye klabu mpya, kwa sababu ni klabu yake mpya, hakupata nafasi ya pre-season, na imekuwa ni kama mara yake ya kwanza kabisa kupata kikosi, maana yake kutumia kikosi chote bila kuwa na muda wa kukitazama awali. Na ndio maana baadhi ya wachezaji katika dirisha dogo amelazimika yeye mwenyewe awapendekeze waweze kucheza ndani ya kikosi, kwa sababu amependekeza mtu ambaye anamjua vizuri. Kwa mfano mchezaji kama Dep alikuwa anamfahamu vyema, shii kufanya naye kazi before. Mtu kama Boba Jame anamjua vizuri. Kwa hiyo maana yake alipendekeza watu ambao yeye ana mahusiano nao mazuri na anawafahamu vyema, ambao akiwapatia kazi yake watafacilitate vizuri na kuweza kumsaidia kufikia malengo yake. Hebu tuangaze nafasi ya ubingwa na asilimia zake Pedro Goncalves za kubaki hapa Young African. Anaweza kaonesha chochote kwenye club? Kwanza mimi nafasi ya Pedro ya ubingwa katika ligi kuu ya NBC naona ni kama vile Newton's third law of motion, ile ya to every action there is equal and opposite reaction. Kwa maana ya ubingwa wa Pedro, ili aweze kupata ubingwa zitegemea pia na klabu yake. Yeye anapokuwa analeta mambo yake na yao klabu wanazungumza nini. Yeye akisema bwana mimi naona majeraha ndio nasumbua klabu, na klabu wanapima kwamba anaangalia bana uwezo wako wewe wa kimbinu uponye. Sababu klabu haiwezi kuajiri mwalimu ambaye hana uwezo wa kimbinu. Kwa sababu anajua kuna muda ambapo klabu itakuwa inakosa timu inakosa mbinu zote za kupata ubingwa, ila inahitaji tu mbinu za mwalimu ziamue. Mwalimu anza akaona timu inakwenda kupoteza, lakini akafanya sababu yake moja tu ambayo ikabadilisha kabisa mchezo. Kwa hiyo ninachokiamini kwa Pedro Goncalves itategemea pia na hali ya klabu kumvumilia yeye, lakini pia hali ya wachezaji wake muhimu kurejea kwao. Maana yake wachezaji ambao ni majeruhi, lakini pia wachezaji ambao bado hawajakaa vizuri katika kiwango chao, ili waweze kumpa kile ambacho anakitaka au anatamani kufikia. Sasa hivi nikisema akiachwa Pedro Goncalves, Yanga atachukua ubingwa asilimia, naona ni asilimia 45, na vilabu vingine vitagawana hizo asilimia 55 ambazo zimesalia. Ama hakika tumeweza kumdadavua kwa kina Pedro Goncalves katika safari yake huko alipotoka mpaka sasa. Lakini hapa amefanya nini katika NBC Premier League akiwa na Young Africa? Mimi kushukuru wewe ambaye umesalia nasi ndani ya baraza kwa mara ya kwanza tukimdadavua Pedro Goncalves katika klabu yake ya Yanga.
lakini pia hapa hatutaishi hapa. Tutakuwa na wageni mbalimbali, lakini pia tutawachambua wachezaji na makocha mbalimbali ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Langu jina mimi naitwa Yahi Abdallah, nilikuwa na Ambani Chamani mwanzo mpaka kufikia hapa tamati. Hatuna la ziada. Mimi nikushukuru sana kusalia nasi. Mimi nikushukuru sana Ambani.